Ndio akamtafuta daktari, mganga sasa wa ushauri. Wakampata sasa, ndugu yetu sasa anaumwa, anajisikia hivi na anakaa ndani. Ndio mganga akafika. Alipofika yule mganga, ndugu zangu, akakaa naye yule mtu. Amekaa naye mtu chumbani. Kwanza alipata kazi kweli ya kufungua mlango, ni kazi. Akakubali kufungua. Alipofungua akamwambia, wewe ni mtu. Tazama, una suruali hapa, umevaa na shati. Punje ya mtama haina vitu kama hivi. Wewe ni mtu, una kitanda chako na shuka na nini. Mtama unakaa kwenye kiroba, wewe una kitanda. Wewe una baba, una mama, una nani? Sasa baba na mama ni kwa mtu. Mtama una baba wala jamaa wala nini. Wewe ni mtu. Angalia, unazungumza na mimi hapa, mtama uzungumzi. Wewe ni mtu. Angalia, umesoma shule, sio alifika shule kidato gani hapa? Wewe ni mtu, una marafiki zako. Yaani kumshauri kule kulitoka asubuhi mpaka karibu saa 6. Baada ya hapo akasema, kwa sasa nimeamini kwamba na mimi ni mtu. Basi kama umeamini kwamba wewe ni mtu, haya sasa tutoke nje. Ndio akatoka nje sasa, pita kutembea, amemshika mkono na anazidi kumwaminisha. So unaona sasa, unatembea hivyo, utembea huku, wewe ni mtu, sio punja mtama utembee hivi. Wewe baadaye akasema kwa kweli huyo mtu amejiamini. Akaamua sasa kumwacha mkono ule, akaacha mkono. Alipomwacha mkono sasa anazungumza, anakwenda. Wewe ni mtu. Unaona sasa hapo unatembea huru kabisa na nini, wewe ni mtu. Sasa pale mahala palikuwa na container. Walipoizunguka ile container kule nyuma, akatoka jogoo. Kijana akakurupuka pale, akakimbia kasi mpaka ndani. Yule mganga yule akasimama pale, nimefanya kazi gani? Toka asubuhi nilimwaminisha kwamba wewe ni mtu, na tumeondoka nje hapa, tumezungumza hapa kama ni mtu. Sasa amemwona jogoo anakimbia, vipi tena? Kweli kule amefika kule ndani, ameshafunga na komeo, amelala. Ikaanza kazi mpya, kugonga mlango. Gonga mlango, akafungua. Wewe bwana, vipi? Mbona umekimbia tena? Na mimi nilikwambia wewe ni mtu. Sasa muona jogoo pale, mbona umekimbia? Ile jamaa akasemaje? Akasema, nimekuelewa. Mimi nimekuelewa kwamba mimi mtu. Mimi sina shida, nimekuelewa. Shida yangu mimi sasa, hivi yule jogoo anaelewa kwamba mimi sio punje ya mtama? Sasa wewe ungesemaje? Ungeanzia wapi sasa? Ungeanzia wapi? Somo refu namna hiyo. Sasa wewe unaweza kazi kwenda kumchukua jogoo, ukamwambia jogoo, sikiliza, kijana anayetoka humu ndani usimdonoe. Unaona hiyo hali ya kwamba sisi ni watu kujisikia mtama. Mimi huwa namalizia mambo yangu siku hizi, ndio hali yetu ya ujumla wa Kristo na Waafrika. Sisi ndio hiyo, sisi watu wakubwa kabisa, lakini sisi fikra zetu ni za kujiona punje ya mtama. Sisi ndio tunaoogopa vitu vidogo. Elimu imekuja ikatuambia ninyi ni watu, biolojia ikatuambia hivi, na Ukristo akatuambia ninyi ni watu, mmeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Sisi tukaelewana. Elimu ya dini na tunaendesha na mashule kwamba sisi ni watu, tunaambiana kibiblia, tunaambiana kibiolojia, lakini sisi ndio waoga wenyewe wa kuku. Sisi
Sasa hili wazungu walishajua, Waarabu waliogundua kwanza, Waarabu kwamba Waafrika si lolote, wanajisikia kama punje ya mtama na wanaogopa chochote. Ndio maana Waarabu wakaanzisha biashara ya utumwa. Kwa nini wanaanzisha biashara ya utumwa? Walijua sisi chochote sisi. Ndio maana Mwarabu mmoja tu, kwa mfano yule Tiputipu, alikuwa anaweza kutukamata Waafrika. Alikuwa anapita mwenu, anapita mwenu, anaenda kuwakamata Wakongomani kule, watumwa, anawatwisha na pembe za ndovu. Wanaoshindwa njiani hapo anawapiga na wapasua hapo. Mzigo wake ule wa watumwa unapopungua, na wakamata Waha Kigoma, anawaongezea kwenye mzigo. Wakipungua hapo katikati ya Kigoma na Tabora hapa, anawatupa hapo, anawakamata Wanyamwezi, anaongezea mzigo. Ndio hivyo, anakwenda nao hapo katikati, anaongezea na Wagogo, anakwenda mbele kwa anaongezea na Wakwere, sehemu zile za Chalinze zile, anafika nao Bagamoyo, ndio anawauza. Sisi Tiputipu huyu mmoja amekamata familia, baba, mama na watoto, na wanapigwa mnada pale. Mwarabu anakuja pale, amevaa kaza, huyu shilingi ngapi? Wakati ule bei yenyewe ilikuwa rupia ngapi? Huyu mkubwa sasa, huyu rupia 3, mdogo huyu sasa, huyu rupia 2. Wala ujawali ndio bwana tuuza sisi. Huyu mnene sana sasa, huyu ana nguvu sisi, lakini rupia 3.5. Mwao sasa, mnamtaka huyu, punguza bwana, umesema rupia 3, huyu kwanza na makofu. Yaani wewe umesimama wanakupiga bei. Jamani, sisi jamani, ndio udhalili. Ndio kinunuliwa pale, bahati yako. Wanaobaki wale ndio waliokuwa naambiwa bwaga moyo hapa. Wewe Mwafrika unapokwenda kuuzwa sasa haijulikani, ndio ile bwaga moyo ile mbaya walikuwa naambiwa watu dhalili. Sasa Bagamoyo ya hapa sio hapa, ni wewe ambaye unajiamini. Hapa tuliza moyo, hapa weka moyo wako vizuri, funga vizuri, kachape kazi huko, kachape kazi. Kwa hiyo hii msifananisha sana hapa. Ile Bagamoyo ya kule ovyo. Ndio wale watumwa waliokuwa wanabaki pale ndio wanakuwa wanakwenda kuuzwa Zanzibar. Kule kama umebaki pale hujanunuliwa bado, ndio wanakupeleka Uarabuni. Kule Uarabuni kule ndio unauzwa huko kwa vyovyote vile. Kama mlakibaki ndio kama mitumba imebaki basi kwa vyovyote utachukuliwa. Ndio walikuwa wanahasiwa kule wenzetu. Ndio maana hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kusema ni mapato ya watumwa waliouzwa kutoka Tanzania au sehemu ya Afrika Mashariki. Wote walihasiwa, na wenye mimba sio walikuwa wanapasuliwa, sio kufanyaje hapo, hakuna kule mabaki. Ndio biashara iliyowavuta wazungu. Wazungu wakaambia, jamani, Waafrika huko wanauzika, yani ni wanauzika na biashara inalipa. Ndio wazungu wakafika, wakaambia Waarabu, sasa nyinyi mtawauza Waafrika huko Afrika Mashariki, sisi tunaenda kuwauza magharibi kule. Ndio walipogawana sasa. Kule magharibi wakawakuta Waafrika kama sisi wanaojisikia punje ya mtama, wanakamatwa. Wazungu wale walikuwa na mambo ya ovyo wale, ili watu wapakiwe vizuri kwenye merekebu zao vile, ilibidi wawe wa size moja, wembamba. Kwa mwembamba ndio unaweza kupakiwa. Nyinyi mlio wanene hapa, bidi msiuze mapema. Ndio walivyokuwa wanafanya wazungu. Wale wa Afrika mabaunsa wale wanene wale wasio wanaweza kuziba nafasi ya wengine wale, ibidi kukondeshwa. Walikuwa wanakondeshwa, wanaweka ndani, alafu wanawapima kwenye milango. Ilikuwa milango 4, ukipita anajua anatosha kuuzwa. Usipopita milango hiyo membamba hivi, unarudishwa tena ndani ukondeshwe. Baadhi ya masista hapo mngekaa muda mrefu kabla mjauzwa. Ndio kisha konda sasa size ile ndio anaenda kukupakia huko.
Unaona, ndio unaenda kule mzigo kule ulikuwa unafika Rio de Janeiro, ndio mzungu pale anapakua Waafrika pale, nakwambia kwamba leo nimeleta 500, ndio wazungu wanakuja kununua. Wazungu wanakuja huyu. Sasa bahati kidogo wazungu hawakuwa na fikra za Waarabu wale, wakawa wanasema hii kazi ya kwenda kuwachukua na kuleta huku tunaweza tukapunguza kwa kuwazalisha. Ndio wale sasa kawa na tabia ya kununua dume na jike, unaona, tuseme hivyo sasa lugha yetu. Kwa hiyo alisema ili nipate watumwa hapa na dume moja huyo, nipe na huyo ndio tulikuwa tunanunuliwa sisi kule. Kwa hiyo nyinyi mmependana, msipopendana nyinyi yani kama mbuzi nunuliwa, mtabidi mzae na watoto wenu wanakuja moja kwa moja kwa watumwa tu. Naona ndio hivyo. Ndio maana kule ukienda Brazil na wakuta watu weusi kama sisi, na watu wako wengi weusi kupita nchi zozote hapa Afrika. Wako weusi kule Brazil zaidi ya 200 milioni. Na Haiti huko wapi huko ndio kule walikuwa wanaruhusu. Warabuni huko hakuna, lakini kule wapo mabaki chungu mzima. Ndio tunakuwa tunanunuliwa sisi. Na sasa niwavumbulie kitu cha mwisho hapo. Ukitazama wale Amerikani wale wapo wakubwa kabisa, wakubwa kina Shaq Nail wale wako hivi, wako vile. Je, mwae kujiuliza kwa nini weusi wale wa Amerikani wale ni wakubwa kupita sisi? Jibu lake ni hili. Wale wazungu walimkamata Mwafrika mmoja mkubwa sana, alikuwa anaitwa Pata Seka. Huyo Mwafrika sio alimkamata wa Senegal, sio alimkamata wapi, alikuwa na mita 2 na sentimita 8. Sentimita 18. Mita 2 na sentimita 18. Alikuwa anaitwa Pata Seka. Mwafrika. Nyama kubwa na inalikamatwa. Kwa sababu ndio sisi wakubwa lakini tunajisikia kama punje ya mtamu. Pata Seka alikamatwa. Ana nguvu kweli. Wazungu wakasema sisi tungependa watumwa wetu wawe kama huyu. Walimwona anasukuma vitu na nini na nguvu ile, wazungu wakamwambia sisi tunataka watumwa wetu wawe kama huyu. Sasa wakamwambia yule mzungu aliyemnunua Pata Seka, huyu usimpeleke shambani, usimpeleke wapi. Huyu mlishe vizuri, uwe na mpima magonjwa, awe dume la mbegu. Mnanielewa? Kwa hiyo sisi watumwa wetu wa kike tutakuja kupandishia kwake. Ndio Pata Seka akawa ndo mzalishaji, mtungisha mimba, ndio akawazaa watoto zaidi ya 200. Pata Seka. Hivyo Wamarekani wale kuangalia, kimsingi babu yao ni huyu mmoja, anaitwa Pata Seka, dume la mbegu. Sisi udhalili. Ndio maana waliposema sasa jamani utumwa basi, wakasema hapana, haiwezekani kuacha utumwa. Ndio ikapigana vita ile iliyounganisha Marekani, baadaye ile inaitwa vita wenyewe kwa wenyewe. Ilikuwa watu wanasema hapana, Waafrika waendelee kuuzwa na tuwafanye watumwa. Ndio wakapigana ile vita. Baadaye wakashinda hawa wanasema kwamba utumwa tukomeshe. Na mpaka sasa wenzetu wananyanyasika. Ndio maana wanajitokeza kule wanaharakati kati ya Wamarekani weusi ni wale wanaosema kwamba sisi ni watu kama watu wengine, sisi ni watu kama watu wengine. Jamani, sisi sio dhalili, sio pungufu ya wazungu. Ndio hivyo nasema sasa, watu wanaosema kwamba sisi Afrika au sisi watu weusi ni watu kama watu wengine, ndio wanaitwa wanaharakati kule Marekani. Hapo ndipo ilipotokea nyimbo hizi za Injili. Nyimbo za Injili asili yake ni Marekani, kati ya Wamarekani weusi. Ndio namna ya kusema tumeonewa na wazungu, sisi siku moja tutakwenda kupata raha mbinguni. Ndio nyimbo za Injili zile ambazo hata sasa ukizisikiliza si Injili hasa,
ni kunung'unika.